Leo nitakupeleka ndani kabisa ya giza la haki, mahali ambapo watu wema hufanya mambo mabaya na ukweli huvaliwa kama barakoa ya uongo. Huu ni muhtasari wa filamu kutoka Korea itakayokufanya ujiulize, je, haki ni nini? Na kosa huanza wapi? Kutana na afisa wa polisi mashuhuri, Choi Chang-sik, shujaa wa taifa, na yuko ukingoni mwa kupandishwa cheo. Maisha yake ni mazuri, anakaribia kujipata. Sherehe zinafanyika, vinywaji vinamwagika, kila mtu anampongeza, lakini usiku huo ndoto yake inageuka kuwa jinamizi. Baada ya sherehe na pongezi, anapanda teksi kurudi nyumbani, na wanapokuwa njiani, dereva haelekei njia ya kawaida, anaingia barabara ya giza yenye ukimya wa kutisha. Choi anamtaka dereva huyo kusimamisha gari. Ghafla, dereva anamvamia kwa kisu, ila katika harakati za kujihami, Choi anamua. Choi anashtuka na anaogopa, anajua tukio hili likijulikana, cheo chake kitaota mbawa, kwa hivyo anafanya uamuzi wa kutisha. Anafuta ushahidi, anasafisha damu na kutoweka kimya kimya, lakini asubuhi inayofuata, mwili wa yule dereva unaonekana umening'inizwa juu ya kreni nje ya kituo cha polisi. Na mbaya zaidi, Choi anapewa jukumu la kuongoza uchunguzi. Sasa, anachunguza mauaji ambayo aliyofanya yeye mwenyewe. Uchunguzi unaanza, Choi anajitahidi kuficha ukweli, anafuta ushahidi, anawapotosha wenzake, anajifanya hana hatia, lakini kijana mmoja mpelelezi mpya, Cha Dong-jae, anahisi kuna kitu hakipo sawa. Na muda si mrefu, mtego mwingine unawekwa. Mwanaume mmoja anajitokeza, anasema alilipwa kupeleka mwili wa dereva kwenye kreni. Lakini kabla hajatoa siri yote, anamvamia Choi, na katika ugomvi, Choi anamua kwa kumpiga risasi. Mwili mwingine, damu zaidi, siri inazidi kuwa nzito. Wakati mwingine unafika, anaibuka Kim Jin-kyu, mwigizaji wa zamani, anajisalimisha polisi, anakiri mauaji ya kreni. Lakini anajua mambo mengi kuliko inavyotarajiwa. Anasema yeye na dereva wa teksi, na yule mwanaume aliyekufa, ndio walihusika kwenye kesi ya zamani. Kesi ya sumu ndani ya kasino, ambapo watu kadhaa waliuawa kwa sumu ya sianidi, na aliyehukumiwa ni baba yake Jin-kyu, mtu mwenye ulemavu wa akili. Na kumbe Jin-kyu ndiye amepanga kila kitu. Mauaji haya yote si ajali, ila ni mpango wa kulipiza kisasi. Mpango wa kulazimisha ukweli ujulikane. Ukweli mzito. Choi anagundua ukweli wa kutisha. Mhusika mkuu wa sumu sio baba wa Jin-kyu, ni Cha Dong-jae mwenyewe, ambaye alibadili jina na kujiita Cha Dong-jae baada ya baba yake kukamatwa kwa kosa asilohusika. Baba yake Cha alidhulumiwa vibaya na watu wa kasino hadi kutaka kumua. Kwa hasira na chuki, Cha akalipa kisasi kwa kuwanywesha sumu. Alipojiripoti kwa polisi, wakubwa wake walichagua kuficha ukweli, wakamkamatisha mtu asiye na hatia, baba yake, na kumhukumu kifo. Na sasa, Cha Dong-jae amechoshwa na uongo, anataka dunia ijue ukweli. Jin-kyu anasema kamanda wa polisi aliyeficha ukweli atakufa. Choi anakimbia kuzuia tukio hilo, lakini amechelewa. Boom! Gari linaripuliwa na bomu, kamanda anateketea. Jin-kyu naye anajimaliza kwa dawa za kulevya. Sasa, Choi pekee ndiye aliyebaki na mzigo wa dhamira. Uamuzi wa mwisho, Choi anamkabili Cha Dong-jae, na Cha anakiri kila kitu, anamsihi Choi amue, lakini Choi anakataa. Kwa mara ya kwanza, Choi anaamua kufanya kilicho sahihi. Polisi wanapofika, Choi anakiri makosa yake na anajitolea kusafisha jina la yule baba asiye na hatia. Lakini Cha hawezi kuishi na mzigo wa damu, anajiua. Mwisho, Choi anakamatwa, na si kama shujaa, si kama afande mkuu, bali kama mhalifu anayekubali makosa yake. Haki haimaanishi kuwa sahihi, inamaanisha kuchukua jukumu na kusema ukweli, hata kama utakuumiza. Hitimisho, The Chronicles of Evil si filamu tu, bali ni kioo kinachoonyesha jinsi watu wema wanaweza kufunika uovu, na jinsi mfumo unaweza kuvunja haki, na jinsi mtu mmoja tu anaweza kubadilisha kila kitu. Ikiwa umeguswa na filamu hii, basi usisahau kubonyeza like, subscribe na share video hii, na endelea kutazama kwa jicho la tahadhari kwa video ijayo. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.